Aina hii ya mama mkwe inaua ndoa kimya kimya. Kuna aina ya mama mkwe ambao ukiwaendekeza au usipowazingatia ndoa yako itakufa kimya kimya. Moja, mama mkwe yule anayechanganya mipaka, hajui mipaka yake inaishia wapi. Yeye kila kitu kwenye ndoa ya mtoto wake anaingilia. Huyo mama mkwe ni mama mkwe ambaye ni hatari sana kwenye ndoa yako, kwa maana maoni yake yanaweza kupelekea ndoa kuvunjika. Mbili, anayeingilia maamuzi ya ndoa. Kuna maamuzi ambayo yanafanywa na watu wawili, ndoa inaamliwa na watu wawili, hivyo wanapoamua kufanya maamuzi yao, lakini unakuta kuna mama mkwe yale maamuzi anayaingilia, na hii kwa sababu labda ana ukaribu na mtoto wake wa kiume au ana ukaribu sana basi na mtoto wake wa kike. Kwa hiyo maamuzi yanayofanyika, mfano mkipanga kununua viwanja, yeye anaingilia na kutoa ushauri wake ambao moja kwa moja ni wa maelekezo. Na aina hii ya mama mkwe haiwezi kuchochea maendeleo ya ndoa, bali itavunja, kwa sababu maamuzi yenu hayawezi kusimama mpaka mtu mwingine athibitishe. Tatu, anayemgeuza mwanaye kuwa mtoto hata kama ameoa au ameolewa. Kuna wazazi wengine, kuna mama wengine wanaotoka katika mazingira magumu, hivyo wakati wote anataka kumcontrol mtoto wake, anataka kumwendesha mtoto wake, pengine anaamini bado hajakuwa kwake. Kwa hiyo kile anachokifanya anakwambia kiko sahihi, yeye anataka ampangie cha kufanya. Aina ya mama mkwe ni hatari sana kwako, anaweza kawa salama kwa mtoto wake, lakini kwako wewe inakuwa ni hatari sana. Nne, mama mkwe ambaye wakati wote anatoa maoni kwa mtoto wake juu ya huyo mwenza. Kuwa makini na mke wako, kuwa makini na mwanaume wako. Wanaume siku hizi ni wabaya sana. Wanawake siku hizi wameharibika sana. Kuwa makini mwanangu, anayekupenda ni mama yako peke yake. Mama kama huyu sio kuchukia siri cha ndoa, na ukicha gundua na mama mkwe wa namna hii, jitahidi sana kuongea na mwenza wako ili muweze kujenga mipaka thabiti ambayo itakuwa inadepend kabisa mama anaishia wapi. Usipokuwa makini, mama mkwe wa namna hii atakuvunjia ndoa yako.